Bana, tuko katika segment ya ambayo mara nyingi tumekuwa tukikuletea hapa kwenye TikTok, segment ambayo tunasema the first day you meet with your someone, siku ambayo ulikutana na mtu wako. Kwa hiyo niko na mshikaji wangu hapa, kwa hiyo ni vyema kwanza ukamjua kabla ya kufahamu. Bwana, mambo vipi? Poa, vipi kaka? Inakuaje? Fresh. Mzee, naona udevu umetulia. Unajua nini? Makokoto nini? Kama Rick Ross. Yeah. Alafu kuna dada mmoja nilimuona alikuwa akiomba, nataka mwanaume mwenye ndevu, nataka, au mzee ukawa unajichana yani. Ile ilikuwa ina maana gani ile? Ile zile section niliziona sana kwenye content za TikTok. Mbona watu wanafanya. Afu nikaona mbona mimi kitu ninacho, kwa nini sifanye? Ndio. Nikafanya. Lakini sije kupost sehemu yote tu. Kama vile nilivyoiona nimekuonyesha. Mbele kwa imeishia hapo. Kwa hiyo na katika mahusiano yako hujawahi pengine kukutana na mwanamke afa kwamba mimi sitaki ndevu, nataka ukate hizo ndevu? Sana. Yaani sio ndevu tu, sababu mara nyingi nakumbuka nilikuwa na sababu mara nyingi alikuwa ni mzazi mwenzangu, sasa hivi sipo naye. Yaani yeye alikuwa anataka ninyoe pala kabisa kichwani muda mwingine. Okay. Yaani pala kabisa, anahisi nini? Hataki nipendeze yani. Anaweza kwambia bwana, toa zote hizo ndevu, mbona unafuga mindevu unajizeesha? Lakini kinyume chake anapenda, lakini hapendi yani niwe muonekano wa wengi. Okay. Hapendi yani, mpaka baadaye nakuja kuachana naye, akija kuniambia bwana ilikuwa hivi kwa sababu hivi mimi kwa sipendi. Okay. Kwa hiyo tunakuja basi katika the first day you meet, siku ya kwanza kabisa ambayo unakutana na mpenzi wako. Ilikuwaje? Labda siku ya kwanza ni ushawishi, unajua ile ikiwa bado hujaanza mapenzi, ukikutana na mtu kidogo unakuwa domo zege, watu wa mjini wanasema hivyo. Walikumbusha mbali sana. Hiyo domo zege nimekaa nao miaka mingi sana kwenye maisha yangu. Mingi sana. Tena katika kitu ambacho siwezi kusahau ni kipindi cha shule. Kulikuwa na mwanamke anaitwa Jackie, nakumbuka. Nilikuwa nampenda sana yule dada. Alikuwa amenizidi kidato. Nilikuwa mimi niko form 1, yeye yuko form 2. Okay. Sasa kuna kipindi fulani, kuna mshikaji wangu mmoja, nadhani sasa yupo lakini nasi yuko hai, ningekufa angesikia. Alikuja kugundua kama mimi mwanamke nampenda. Alikuja ananiambiaje, bwana yule mwanamke nataka nikutongozee. Nikamwambia mimi na hivi kajifanya kama sitaki. Jamaa akafosi. Kweli mimi kwanza nilikuwa naamini hawezi akamfikishia ujumbe wote. Mwanamke akanikubali. Lakini yeye ananirespond, ananiambia leo nimeongea naye, leo kafanya. Mimi siamini. Kuna siku nakumbuka ilikuwa muda wa kutoka. Darasani tumetoka tunasubiri school basi, tumetulia hivi, akaja mshia akaniambiaje, "Oh, yule mwanamke anakusubiri nyuma kwenye vibanda." Mimi nikasema hapana, haiwezekani, sio yeye. Sio yeye. Nikaenda kule kumchungulia, wallahi nakwambia kainama hivi ananisubiri. Mimi niliona vile, yani huwezi amini. Nikapanda, sababu tulikuwa tunasubiri school basi, nikapanda dadala nikakimbia. Nikakimbia nikaenda nyumbani. Sasa kama hivyo nilikuwa nakimbia. Kuna siku jamaa aliniambia bwana, kesho, yani hiyo siku sisahau, kaniambia kesho tumekutana, sababu jamaa alikuwa anakaa mtaani. Kakaa na washikaji kibao, kashatangazia nini issue zangu kama midomo zege hivi na hivi. Akaniambia bwana, kesho nahitaji umkamfuate yule mwanamke, umwambie, kwa sababu mwanamke mwisho wa siku dada anamsumbua rafiki yangu. Mbona rafiki yako yuko serious? Kwa hiyo ili usimtie aibu, nenda kamwambie kwamba mimi nishakuja. Usipomwambia na kutangazia kwamba umeathirika au shoga, ni skendo kubwa sana kwa kipindi kile. Yani mshikaji anakuambia wewe. Anaambia. Kwa hiyo jamaa anaingia darasani saa 2. Kwa hiyo kabla ya saa 2 mimi nifike shule ngamwambia yule mwanamke. Jamaa ndo akajua, kanipa mtihani mkubwa sana. Lakini cha ajabu yani, mimi hiyo siku sijaenda shule kabisa. Sijaenda shule kabisa yani. Kwa hiyo ni mazingira hayo, kama hicho kipengele hicho nakumbuka zamani. Na kipengele kingine ambacho ni mtaani, nilikuwa na msichana, nilikuwa na mahusiano naye. I say kati ya kitu ambacho sisahau, yani nishakaa naye muda mrefu. Sasa ile tendo, yani nishakaa naye mwanamke, tumekaa karibia miezi 6. Mimi simwambii chochote. Sawa, shikaji ananiambia, kuna jamaa wangu mmoja alikuwa ananiambia, Tibu, huyo alikuwa ni mkubwa kidogo, anizidi umri.
Ananiambia Tibu totally bado hivi na hivi. Sasa yeye ndo akaniko anipa maujuzi. Okay. Akaambia sasa kwenda kumwambia tufanye ile jambo ndo mtihani. Ndio issue. Akaniambiaje? Nenda. Ngoja kidogo. Wakati huo hizi simu zilikuwa bado ama aisee simu zilikopo tayari lakini umiliki nilikopo bado nilichelewa. Sababu mimi nimeanza kumiliki simu. Sababu muona hiyo story ya mwanzo nilokupa ilikuwa simu ninayo. Lakini hii story ninayokupa sasa hivi simu ilikuwa sina. Nikakumbuka nilikuwa shida saa 7 kitu kama darasa 7 au la 7 nakumbuka. Turudi sasa hapo. Umeona sasa? Jamaa akaniambia, nikamwambia usijali mdogo wangu. Ghetto mimi nitakuazima. Jamaa akaniambia nitakuazima ghetto sababu kwa na ghetto la brother yake ambaye kuna mabrother zake wale, mmoja yuko South Africa, mmoja ndio yuko hapo da. Lakini ghetto liko safi. Unajua mtu ambaye anaishi South Africa akituma mzigo maredio nini, ghetto limependeza. Muziki wa maana. Muziki wa maana. Wakati huo sisi huku Uswahilini muziki mkubwa, ili tupate muziki mkubwa tulikuwa tunachukua kama tungi fulani hivi. Mtungi tunaweka hapo tunalifunika speaker. Lakini mshikaji alikuwa analeta madude ya maana. Hapa na madude ya maana. Ndo ghetto hilo. Ndo ghetto. Basi mimi nikasema sio kesi. Nikamcheki. Nikasema sibi nimfuate yule dem. Nakumbuka nilimkuta dukani. Sababu tulikuwa na kama eneo jirani tu. Nikamfuata. Nikamwambia mambo vipi, poa, mzima. Bwana kuna kitu nataka nikwambie. Baadaye utakuepo. Mwanamke mimi nilipokutana naye nilipata uoga, kwa hiyo nikamwambia baadaye utakuepo. Mwanamke akaniambia sasa hivi ukiniambia ina shida bwana, mimi nipo tu. Kasema sio kesi. Nikamwambia bwana, yani kwa kitu nilichoongea mpaka leo nikifikiria nacheka. Yani unajua nilimwambiaje? Bwana mimi na wewe kuna kitu akije kufanya bwana. Mwanamke akasema faster. Nafikiri mwanamke alijiongeza. Akaniambia sawa haina shida. Yaani hakutaka hata niongee sana. Ndio. Sasa basi tapanga siku. Yaani yeye ananiambia hivyo yani. Nikafika nyumbani nikafurahi sana. Nikafurahi sana. Nikafika nikaenda kumwambia bro, dem kakubali. Umempa siku? Nikamwambia siku bado sijampa, siku toa wewe. Sababu mwanamke mambo mengi, toa wewe. Basi kwa ina shida. Nakumbuka ilikuwa Jumamosi. Ndo nikutane naye kwa mshikaji yeye. Nikaenda ghetto kwake nikasafisha pale nikaweka sawa. Yeye akaondoka zake akaniachia ghetto. Na mtoto location zote anazijua. Subiri sana. Ndio siku ya kwanza kwenye maisha yangu kuvunjiwa ahadi. Nilikuwa sijawahi kupata ahadi wala sijawahi kuvunjiwa, ndo mara yangu ya kwanza. Nikasema kweli wanawake wanazingua. Kweli. Subiri sana mpaka usiku. Simu hamna nampiga na nini? Ndio. Subiri sana. Sasa katika ile kusubiri nikaona hapana, hii too much. Ikabidi nitoke, nifunge niende kitaani. Kwenda kitaani wallahi nilichokiona sijaamini. Nilikuta gari linabeba vitu. Ndio. Gari linabeba vitu. Gari lilikuwa linabeba vitu nikauliza, "Vipi?" Jamaa mmoja akaniambia, "Kwani hujaambiwa?" Nini? Fulani anaama ambaye ndio yule demu wangu. Wallahi nililia. Anaama hajaniambia. Ile hatuna haki kama ni yeye anaama. Uliza. Mshasukuni kama hivyo. Okay. Ikaishia hivyo. Haya msikilizaji, kwa leo nafikiri kwenye hii segment yetu acha tuweke pause, alafu tutaendelea siku nyingine. Lakini kubwa ambalo mtazamaji napenda nikujuze ni kwamba tunazungumzia the first day. The first day wengi wanakumbana na challenge tofauti pale linapokuja swala la kumueleza mpenzi wako kama unampenda. Na hii si kwa mwanaume tu, hata kwa wanawake pia na huwa inawatokea hiyo. Swali moja la kizushi ambalo ningependa ulizungumzie kwa haraka, alafu baada hapo tuende zetu tukafanya mambo mengine ya msingi ni hili. Ikitokezea mwanamke akakufuata akakueleza kwamba bwana Atibu, mimi nakupenda vile ulivyo na nini, nataka tuwe pamoja, wewe mwanamke huyo utamchukuliaje? Unajua siwezi kusema kwamba vipengele kama hivyo sija kukutana navyo. Nakutana navyo, lakini sasa mara nyingi mwanamke katika hatua za kuja hivyo, tatizo wanawake kitu kimoja, wanakuja na pupa. Kiasi kwamba unajua mwanamke kumtongoza mwanaume sio shida.
lakini kuna aina fulani ambayo asijiweke urahisi sana mpaka mtu unaogopa yani. Unajua kuna wepesi, ninaposema wepesi namaanisha ni yani asijichukulie poa yeye mwenyewe. Hata kama yeye ndo kakutongoza anakupenda, lakini asijichukulie poa. Si unanielewa mtu nikisema hivyo? Ndio. Yani asijirahisishe sana yani, hata kama ndio yeye kakutongoza. Sawa, amekubaliana, lakini asijichukulie poa. Mara nyingi nakutana na changamoto kama mwanamke anakufuata, in short hawezi kukwambia nakupenda moja kwa moja. Anaonyesha vitendo. Najua kabisa kwamba huyo anataka kuwa na mimi, wewe unamtongoza kuweka ili wanaume wako unakuwa naye. Ila sasa pupa yani wanakuwa mara nyingi wanapupa. Watu wataalamu mbalimbali pamoja na mimi tunaamini kwamba the woman talks about love with action rather than words. Wanasema hivyo kwamba wanawake huwa wanazungumza lugha ya mapenzi kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Huo ndio msingi wa hili swali. Lakini pia kuna wanawake ambao wanakuja direct, anakueleza with the confidence kwamba I'm in love with you. Yani wewe umezungumzia kwamba unapenda mwanamke akutongoze lakini kwa vitendo zaidi, yani asikueleze kwa maneno. Na hata akiniambia kimaneno, lakini unajua kuna kitu fulani tutakuwa hujanifahamu. Urahisi unajua vipi? Mfano kama mwanamke unajua zile pupa ambazo tunazokuwa nazo sisi, unakuta unamtongoza mwanamke fast unataka aje ghetto, fast unataka nini. Sasa wapo design wanawake hao, yani anajiwekea, haweki wanamke wake, yani fast anataka aje nini mkutane, fast anataka yani mpaka mimi nahisi mwanamke vipi ana kitu shida, hata kunibambikia ujauzito, hata unibambikia ujauzito, hata kuniua huyo. Kwa mambo mengi unakuwa nafikiria, kumbe unakuta wala, lakini zile mimi nikushukuru sana mwanangu yani. Big up mwanangu, asante sana. Next time man. Haina noma. Stories zipo nyingi. Basi tutaendelea kupiga story kila unapopata nafasi. Ciao.